And yes, Investor Moss hapa, na siku hizi mmeanza kuniita ticha. Naona, of course, it's another time, another video, tupige hii story. And your guess is good as mine. Bado tuko Middle East. So, wacha tufurulize moja bili, achera Rio hadi Middle East. Tumekuwa tukiangalia vita ya Amerika wakishirikiana na Israel kushambulia Iran kwa madai kuwa Iran iko na matudhoki, iko na mabomu ya kinuclear. Alright? Na nimekuwa nikikufanyia introduction ya history vile US imekuwa ikipelekana na Iran, mahali walihengeshana hivi wakaanza kukosana. Juzi tumeangalia the other video, tukaangalia Israel nao wanaulizanga nini na Iran. Alright? Sasa tushafanya introduction, wacha tuingie sasa tujue hii vita ilianza vipi na hadi sasa inaendelea aje. Alright? But before then, si unajua vile tunafanyaga. Kama hauja subscribe, una subscribe. Kama hauja like, una like. Kumbuka kufinya hiyo bell na mambo inakuwa vurai. Wacha turudi nyuma. It's on 28th of February 2026. US wakishirikiana na Israel wakaanza shambulio la kwanza dhidi ya Iran. Kumbuka last year 2025 June, Amerika pia kwa ushirikiano na Israel walikuwa wameshambulia Iran. Of course, Israel ndio ilikuwa imeanza, and for 12 good days ikawa inashambulia Iran, nayo Iran inarudisha kwa makobora, ukipenda missiles. Alright? Lakini wakati US iliingilia hii vita, bas Iran ikakubali kuwa waketi chini wasikizane. Na wanasikizana nini? Wanasikizana vile Iran itaacha program yake ya kuunda ile madhara nilikwambia ya nuclear. Alright? So, after some time, Donald Trump akasema, vile hii mazungumzo inaenda mimi hainifurahishi hata kidogo. So, akasema lazima tukabiliane na Iran. Now, kwa hii video, nataka tuanze kujiuliza ni nini hii imefanya Iran hadi sasa bado inaendelea kujikaza na bado US ushirikiano wa Israel. Kumbuka hii country mbili ni country ziko na ukubwa wa kijeshi, ziko na ukubwa wa technology ya bombs, madege, hizo vitu zote. Alright? Actually, right now, tunatumia AI hadi kwa vita. Alright? Now, US ilikuwa imetake advantage, ama ikianza hii vita, kuna kitu ilikuwa imeangalia. One, Iran, kwa kuangalia kwa umbali, Iran haikuwa inakaa stable. Why? Sasa wacha nikurudishe nyuma kidogo. Wakati wa ile vita ya 12 days, nilikwambia Israel ili attack on June of 2025. Of course, watu walikuwa wameanza kuwa wana demonstrate kwa sababu ya regime yenye ilikuwa ya mtu anaitwa Ayatollah Khamenei. Alright? Na watu walikuwa wameanza kukatana wakisema mambo hayaendelei vizuri. Now, after hii 12 days war, mambo ndio hata iliharibika zaidi. Uchumi ikaendelea kuharibika. Manufacturing ikaendelea kuharibika. Kukawa Iran mpaka stima haipatikani, inaenda ikirudi ni kama vile Kenya Power wanaanuaga stima yao, wanaanika. So, during this time, since June last year, hadi sasa hii February, Iran ilikuwa na a lot of demonstration. Watu wakikatana na uongozi wa mtu anaitwa Ayatollah Khamenei. So, kwa fikra ya US na Israel, walidhani this is the right time ya kuattack. Why? Because tukiingia, tutakuja, then hawa watu wako kwa streets hawa
wataona tumewasaidia sana na wataweza kukuja ndio waweke ile serikali wanataka. That was the first mistake. Kwa nini? The first day Israel na US waliattack Iran on 28. Kwanza waliattack commanding center za kijeshi na mahali walikuwa wana command mambo zao za kupigana. Hapo ndio waliweza kuua the supreme leader wa Iran, Ayatollah Khamenei, pamoja na wakubwa wengine wa jeshi. Lakini ama Kado ama Mugaru na vile walikuwa wanafikiria vile eti watu wa Iran sasa juu tumekuja tumewaondorea hawa viongozi wenye mmekuwa mkisema ni wabaya. Kumbuka hii serikali ya Ayatollah ilikuwa imeua watu wengi sana kwa demonstration. Watu wa Iran, alright, wenye walikuwa wanakataana na huu uongozi because kulikuwa na pressure. Of course, sana hii pressure ilikuwa ya economy. Okay. Now, vile walikuwa ama vile US walifikiria sasa tukimaliza hawa basi itakuwa hizi. Iran, of course, wananchi watakuja wachukue serikali. Remember, before washambulie Iran, Trump alijitokeza na akasema we are coming. Watu wa Iran, prepare. This is your time. Actually, akawaambia this might be the only chance you have ya kuchukua uongozi na mfanye vile mnataka. Alright? So, in the mind of the US president, alifikiria hii kitu si ni kitu tu rahisi. So, the big question is, Iran imewezaje kuendelea kujikakamua, yani ile kujiomia mpaka saa hii bado wanapambana, ukizingatia uwezo wa US kivita. Kwanza, vita za angani, ndege za kubebea mabomu, ndege za kurusha makobora na air defense system ya US combined na ya Israel, na pia intelligence yenye Israel inakuanga nayo sana ikiongozwa na kikundi kinaitwa the Mossad. Alright? So, hata baada ya the supreme leader wa Iran, mtu anaitwa Ayatollah Khamenei, kuuliwa na makomanda wengine wa jeshi, bado Iran inaendeleza mashambulizi. So, the first thing, it's because watu wa Iran walikataa kutokelezea na kuwa eti watasema wachukue serikali na wakataane na uongozi wenye umekuwa wa Islamic State ama kufanya nchi ya Iran ikuwe Islamic State. Alright? So, ni kama wananchi hawakuwa hawakuwa ready for such an eventuality ama wameogopa kufanya hivyo. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni jeshi ya Iran ambayo ndio huwa inakabiliana na mashambulizi. Jeshi ambayo inaitwa Iran Revolutionary Guard Corps ama IRGC. Okay? So why is it hii jeshi ni special? Number one, kwa country zenu nyingi majeshi yanakuanga yamegawanyishwa mara 3. Okay? Kuna jeshi ya angani ama Air Force, kuna jeshi ya the nyomo ama the army, na kuna jeshi ya kule majini, kule maini, inaitwa the Navy. Alright? But sasa hii ya Iran iko na vikundi 5. Iko na kikosi cha ground forces, aerospace, navy, kuna kikundi kingine kinaitwa the Quds Force. Hiki ni kikosi ambacho kinahusisha watu wa intelligence ama ile tunaitanga military intelligence, na inasemekana hii ni combination. Unaona vile tunasemanga a multi agency, a combination ya vikosi tofauti za usalama ama za security zinakuja pamoja kufanya intelligence, na haswa huwa kinashughulika na masuala ya nchi ya nje ama international intelligence. Hiki kikundi ndicho huwa kinashirikiana na vikundi ambazo ni za wanamgambo kama Hamas, kikundi kama Hezbollah, kikundi kama Houthis. Hizi zote vikundi ambazo zimekuwa haswa zikiattack Israel. Alright? So, hiyo ni kikosi ambacho kinafanya hii
IRGC ikuwe imara zaidi. Kuna kikosi kingine ambacho kinaitwa Basij. Basij hiki ni kikosi kilitengenezwa haswa kutoa watu ambao wametoka zile jamii dogodogo, okay? The small tribes within Iran, okay? Hizi tribes mostly, ama hiki kikosi kimeformiwa na mostly wale watu wanaweza semekana ni watu maskini, ni watu ni mahasura hapa na pale, unaona kitu kama hiyo, na ni people, ama hawa watu ni watu wenye ni young, lakini ni kikosi kikubwa zaidi. Hii ni kusema hii jeshi ya Iran ama hii IRGC imejikakamua vizuri na imejipanga vizuri njia zote, okay? Now, tukiwa tu hapo, ni nini inakuanga special kwa hii jeshi ya Iran? IRGC vile imepangwa, kawaida jeshi normally inapangagwa wakubwa, wadogo wakubwa, wadogo wao mpaka pale chini, okay? Kwanza hawakuangi na one command, alright? Kawaida tuseme nchi inaenda vita for example, mtaanzia na wale watu maybe wako pale chini, wenye wako kwa ground. Haya, hawa wakilemewa, mtume hawa wengine wenye ni wanoma zaidi. Hawa wakilemewa, mtume wale wengine wenye ni wanoma. Vile tourist inakuja ikikaribia wakubwa, si ndio? Lakini sasa Iran, wale watu wa chini ni wanoma, ni moto, ni fire. Ni nini inafanyaga wakuwe fire? Kwa sababu one, wamejigawanyisha na vikundi in the provinces, okay? Na ukumbuke Iran ni kubwa because ni nchi ya around 90 million. Ama ya watu around 90 million. So hii si nchi dogo. So you can imagine hawa jeshi wamejigawa na vikundi. Kila kikundi kiko na commander, okay? Na kwa sababu wametrain pamoja, huwa wana believe yule kiongozi ako kwa hiyo kikundi, ile maamuzi atafanya, whatever decision they make, hakuna mtu atawauliza, okay? Now, huyo kiongozi mmoja anakuanga amenemwa viongozi wengine 3, such that yeye kama atauliwa, kuna mwenye anakuja hapo automatic. Huyo akiuliwa, kuna wengine 3 wanagoja kwa line, na ile decision huyo leader atafanya basi ni final. So hakuna chain of command, okay? So this makes hii jeshi ya Iran ikuwe very very dangerous. Now, hii mpangilio wanaita the Mosaic Doctrine, na inasemekana kuwa wamekuwa wakiipanga for the last 20 years, okay? Kulingana na Minister wa Defense wa Iran, amekuwa akisema they've prepared for war for the last 20 years and they've been waiting for war for the last 47 years. Hiyo ni tangu the revolution ya 1979. Alright? So, what informed ama ni nini ilifanya waanze kujipanga hivi? Ni nchi ya Iraq. Kwa nini? Amerika, ukumbuke, iliingia Iraq kwenda kupambana na mtu alikuwa anaitwa Saddam Hussein. So, Iran ilianalyze the situation. Ikaona vile Amerika imeingia Iraq, ikaanza kustudy, ikaona bona hawa watu wamepigwa tu hivyo kidudho. Okay? So, for the last 20 years, wamekuwa wakijipanga na wakajipanga na hii system nimekuambia ambayo inaitwa the Mosaic Doctrine. Now, the other thing ambayo maybe Israel na US hawakuwa wameona wakati walianza kupiga Iran ilianza kurudisha makobora wapi? Israel. Then ikaanza kuattack the surrounding nations ambazo zina host army ya Amerika. Yani kwa hizo nchi zao kuna base ya Amerika, and actually wanatumia hizi base kwanza for security ya air defenses na pia kulaunch missiles. Alright? So Iran ikaona sasa nyinyi mmetu attack, bas na sisi mkimwaga ugali na sisi tunamwaga boga, mkimwaga boga na sisi tunamwaga ugali. Hakuna vile sisi mtatuchapa. Unajua hii ni kama unachapana na mtu mrefu na wewe ni mfupi.
Okay, so we unaona hauwezi mfikia kichwa. In as much yeye anakupiga kichwa, unaona wewe hauwezi mfikia kichwa. So na wewe unaamua hii magoti yako nitapita nayo usikie uchungu. Mbona ninasema hivyo? Wakati US na Israel wanachapa Iran na missiles, wanawachapa na might, ile might ya kivita. Because the truth is, Israel na US in terms ya mambo na kivita, mambo na weapons wako nazo, especially US wako nazo. By the way, ile bomu ilitumika yenye iliua mtu anaitwa Ayatollah Khamenei. Hii ni bomu special. Hii ni bomu ambayo imeundwa kuingia ndani ya banka. Unajua banka ni nini? Banka ni pale place imechimbwa, then imezingirwa na mawe, then imezingirwa na chuma. Yani inatengenezangwa ndio hata bomu isiingie. So kulingana na expert, inasemekana hiyo bomu ilikuwa 1.3 tons. Bomu moja 1.3 tons. Na imebebwa na nini? Imebebwa na special warplane, ndege ya kivita inaitwa B-2. Hii ni ndege ambayo haiwezi onekana kwa rada. Eti vile unasikiaga ndege ikipita country fulani inaonekana. Hata zile air defenses zenye zina detecting missile, zinajua kuna missile inakuja na inakuja hii direction, zina calculate hiyo inakuja na speed inatoshana aje, then ina track, then wanakutana huko juu inalipua. Hii ndege hakuna anything inaweza iona na inapitia juu zaidi. Alright? Combination ya B-2 na ndege zingine kama F-15 zenye Israel inatumia. Hizi nazo ni ndege ambazo zimeundwa kwenda mpaka karibu space. Huko ndiko inapitia and then inaangusha mabomu. So hatuwezi kuwa eti na discussion kati ya nchi hizi zingine, ama sasa kati ya Iran na US, nani big boy? Tunajua bazoo ni nani. US ni bazoo, my friend. US ni moto. Lakini nayo Iran haipigani kivita tu ya hiyo might ya ndege ama whatever. Kumbuka, even now haijajulikana kabisa kama Iran iko na nuclear missiles. Alright? Haijajulikana. So why is it Iran then bado inajikakamua? Ni kwa sababu Iran inapigana vita inaitwa economic war. Alright? So Iran kuwataka country kama UAE, kuna Bahrain, kuna Kuwait, kuna Saudi Arabia, kuna Qatar. Sio tu kwa sababu ya majeshi ambayo iko uko ya US. Hapana, ni kwa sababu wanajua wakichapa hizi countries, wamedestabilize economy. Why? Because as we speak right now, Qatar na ndio biggest producer ya natural gas in that region, walisimamisha. Why? Because Iran iliwa-attack. You remember during the first days ya hizi mashambulizi, hata ndege hazikuwa zinaenda kama Dubai airport yao ikawa imeshambuliwa, so wakasimamisha ndege kwa zinabeba hizo sites. Okay, so hivi vyote na hii mashambulizi pia ina affect nini? Movement ya mafuta. Why? Because kuna njia moja very very important ya meli, nayo inaitwa the Strait of Hormuz. Hapa 20% ya mafuta yote ambayo inatumika duniani inapitanga hapa. Iran imesema hakuna mtu anapitia hapo, imefunga. Na zile nchi ambazo zinasaidika sana na hii mafuta ni nchi kama China, nchi kama India. Alright? So economic war yenye Iran inapigana, that's why bado inaendeleza mashambulizi, kwa sababu inajua already hata mimi na wewe hii vita itatu affect in one way or the other. Wakati hii vita ilianza, mafuta ikaenda juu, by the way.
na bado mafuta imefanya nini? Imekwama huko juu. So hii vita Iran haipigani tu vita vile USA na Israel zinapigana. Iran inapigana vita za economy. Alright? Now, in the next video, nitakuwa na kupea reason number 3 na kwa undani tuangalie why is the Strait of Hormuz very key and very important and why inaweza sababisha maybe US iseme ni kama tutakanyangia hii story kwa sababu kinaweza umana. So, see you in the next one. Na by the way, usisahau kusubscribe, usisahau kulini bell, usisahau kushare. Wewe tera friend, tu tera friend. Kuna mastori moto hapa na Investor Moz. I would also want to hear your comment. Thank you so far wenye ambao mnanitumia comments, wenye wamekuwa wakiniambia tumeona video zako, zinatusaidia sana. See you